Ndio tusemapo siku imefika pale mahali pazuri pa mimi na wewe kukutana katika ujua tena jambi letu hili tunalolikunja. Leo we rolling kukunja jambi la siku, at the same time kukunja jambi la wiki. Bahari ya Pwaa. Uwe wangu ndio kibao hicho, kaimba Lady Susan and the Mighty Gogo Simo. Ndio raha yake za tunashuka vizuri kabisa. Nambari zangu wazi, tuangalie kikosi leo walihitajika ni nani. Alafu awamu ya pili kumbuka tunakungojea pale mbele katika meza yetu ya mzunguko. Sina shaka furaha itakuwa kwako na kwangu mwenzangu ukiwa unaendelea kusikiza bomba la nguvu. Wale wote maeneo ya Vanga mpaka Lamu. Yaani tukisema Vanga tunasema eneo lote la chini pale, mpaka Pemba, mpaka upande wa pili kule, mpaka Lungalunga, mpaka Tsuini. I'm telling you. 0713600931 upendapo 0737940940. Uko wapi tujue na kunaenda vipi upande wa kwako. Ndani ya yote ukumbuke ni bahari ya Pwaa ukiwa na mi George Beef Mkozi. Bahari. Hello. Bahari. Anaitwa nani huyu? Anaitwa Antikazo. Karauka kama mfuko wa shati. Anti ujambo? Wasemaje uko Tezo? Hatuna salamu. Asante anti. Yani ambie unapendekeza nini? Pendekeza Muhando. Rose Muhando. Nyimbo gani ya Rose Muhando? Abigail. Abigail. Hai, mwende nani nyimbo pevu hiyo? Haya, zuia pale. Asante Antikazo. Hello. Halo Bahari. Anaitwa nani mtoto wa kike huyu? Mamake Aminato. Leo mmeniamulia kweli. Antikazo, mamake Aminato. Mambo mazuri Tsuini. Tsuini kwema. Wapendekeza nini mamangu? Sina muda huo na Leila Rashid. Sina muda huo. Imwende nani nyimbo kubwa hiyo? Imwende biti Amiso Ukunda. Haya, zuia pale mamangu, tuko pamoja. Haya, sina muda huo. Ndivyo kunavyokwenda leo Bahari. Hello. Hello Bahari. Anaitwa nani huyu? Upande wa pili hapo ongea na Juma Zoa kati ya Mwabungo. Anaitwa Juma Zoa. Na kati ya Mwabungo. Vipi Mwabungo? Mwabungo kutashukuru bro, loud and clear. Niambie unapendekeza nini? Nimpatie Leswanyika hapo Kasuku. Leswanyika Kasuku. Bana hiyo nyimbo imwende Binti Hamisa akiwa pale Ukunda. Bana. Haya, zuia pale. Asante. Bahari. Hello. Bahari. Hello. Anaitwa nani jina lake? Wewe naitwa conductor mstaafu mwenyewe Kaloleni kwa Kidongaje. Conductor mstaafu. Kabisa ni staafu kutokea 74 mpaka 99. Hapo ulicheza kama wewe. Kabisa, niwekee namba 2 basi. Namba 2 Namba 2 kabisa, hiyo napendekeza kwangu mimi. Zuia pale namba 2 ushaipata. Bahari. Hello. Okay. Tunasema ndipo tulipo. Hello. Anaitwa nani huyo? Pili wa Jomvu. Pili wa Jomvu. Jambo. Waja wanawake watupu lakini huyu ametukatisha tu. Katisha huyu alikuwa toja kikosi na wanawake watupu. Na wasubiri bado nafasi zipo. Hebu niambie. Namba 3 nayo zuia pale Bahari. Hello. Kisha tu hapo tayari. Kumbuka 0713600931. Hello. Bahari. Hello. George. Unaitwa nani? Kawaida hii ni Magushe kutoka Msambweni Vidungeni. Magushe. Magushe wa Vidungeni. Niambie kura yako ni ngapi? Kura yangu namba 3 ba. Wewe namba 3, zuia pale. Asante Bahari. Hello. Kisha tu hapo tayari. Otherwise
Usichanganye, usimix, usikoroge, wewe ilete tu Bahari. Hello. Bakewa Bate. Vipi Bate huko? Bate kuna neno bwana, tulalame ndugu yangu, kijua kidogo. Kura yenu wapi? Bate namba 3. Safi, zuia pale pale Bahari. Hello. George, salamu alaikum. Salama babu, habari ya kupotea? Wewe manyote wazima huko station? Wazima. Waitwa nani siku hizi ati? Adebayo, mtoto China. Hujabadilisha jina. Adebayo, mtoto wa Kichina ama mtoto wa China? Abdalla moyo kusalimu sana na anti kusalimu. Wasemaje wote hao? Wasema ukimbia kama bahari ya Pemba. Niambie sasa, kura yako unaibwaga wapi? Namba 3. Namba 3? Nacheza football 3. Zuia pale pale. Ukumbuke nyimbo ni 3. Rose Muhando na Abigail, Leila Mila Rashid na Alki sina muda huo, alafu na Lesu Wanyika wakaimba Kasuku. Bado wewe tu Bahari. Hello. Hello. Anaitwaje huyu? Anaitwa Bundamwenga kutoka Bate. Bundamwenga. Bundamwenga kutoka Bate. Vipi Bate huko? Bate sawa tu. Kura yako wapi? Namba 2. Namba 2. Safi, zuia pale pale Bahari. Hello. Hello Bahari. Anaitwaje huyo? Anaitwa Jibaba Fundi Konde BL Jadilaza kutoka Masangoni Bezi. Mkongani kabisa. Fundi Konde kutoka Mkongani kule. Bezi kabisa, sina muda. Huna muda wewe wa kukaa vijiweni kusengenya. Safi kabisa. Hello. Hello Bahari FM. Anaitwa nani huyu? Kazungu ngomeni milimani. Kazungu. Ndio Mombasani kwambaje? Mzasindaze ko. Izima simanya Mombasani. Ngomeni milimani kwema? Kaka kutoka Marasimanya huko. Mataa huku tuko rahani tu bwana. Namba 5. Namba 5 ndio nayo. Ya hoshaha sawa wewe. Hapo Bahari. Hello. Kisha wapo tayari. Mbio ndio maneno yanavyokwenda hivi. Bahari. Hello. Hello Bahari. Hello Bahari. Salamu alaikum. Asalama huku, vipi hali? Namshukuru Joji, mzee Kombora Msambweni Mabatani. Mzee mwenyewe. Wewe mwenyewe. Na mjauo bwana. Asante. Twende nalo. Hello. Okay, wapo tayari. Kumbuka ndipo hapo tukasema Abigail sina muda huo na aliitwa Kasuku. Bahari. Hello. Jina lako? Nahodha Damsafi niko Msambweni Magoda Mshakmarani bwana. Nahodha Adam. Kasuku Leswanyika. Magodi kwema? Magodi. Haya, safi. Okay. Bahari. Hello. Hello. Maneno mazuri haya. Yaani ukisikiza kwa mbali unasikia tamu tu. Bahari. Hello. Naam, salamu alaikum. Salama kabisa. Leo nimejichoma kwenye kikosi pia. Unasikika kabisa. Swali kutoka Mtongo huyo. Sina muda bwana. Wewe pia huna muda? Sina muda kabisa. Twende nalo Bahari. Hello. Hello. Yes. Juma Ngare kutoka Msemuli Bomani huyo. Uko sawa Juma Ngare? Sina muda baba. Wewe pia huna muda? Sina muda huo baba. Safi. Hello. Hello Bahari. Anaitwa nani huyo? Rashidi Abdalla kutoka Tuliani Eshu. Rashidi Abdalla. Kutoka Eshu. Kutoka Eshu Tuliani hapo. Kwema huko Tuliani? Kwema sana bana George. Niambie kura yako. Wagio namba 3. Namba 3 ushaipata, zuia pale pale ndugu yangu. Bahari. Hello. Hello Bahari. Anaitwa nani? Ahmed Hamisi Mkinai, nikiwa ndani ya jiji la kifahari ndani ya Mjue. Ni pale namba 3 hapo ilipo. Haya, zuia pale pale. Huo day and night. Haya, sawa, zuia pale pale. Hello. Hello. Anaitwa nani huyo?
Anaitwa Man George kutoka Marafa Kibaoni. Man George mwenyewe. Kabisa. Kibaoni vipi hapa? Kibaoni hapa tunapata manyu kidogo, tunapanda sahi. Kabisa, mbele kama kura yako wapi? Namba 3. Okay. Kabisa. Zuia pale pale. Bahari, hello. Hello. Anaitwa nani huyo? Wara huyu Katanzania hewa. Wara mwenyewe. Niambie ndugu yangu. Na muda. Una muda Wara Safi kabisa. Bahari, hello. Haya, tuwapo tayari. Ambiwa mambo mazuri ni kama sasa. Tunakwenda nalo Bahari, hello. Bahari, salamu alaikum. Alaikum salam, anaitwa nani huyo? Huyu ni Mohamed kutoka maeneo ya Msambweni Milalani. Mohamed wa Milalani, vipi hali? Mimi nashukuru niko mzima kakaangu. Abigail, sina muda huo na Kasuku waanguka wapi? Mimi ndugu yangu ndo nafungulia redio nasikia sina muda huo. Tunaomba nieleze kidogo na mimi nipige kura tafadhali. Ni upige kura, moja yaitwa Abigail, moja yaitwa sina muda huo, ya Rashid na nyingine inaitwa Kasuku. Nipe sina muda huo, pia mimi sina. Wewe pia huna huo muda wa vibarazani. Sawa. Zuia pale pale. Asante ndugu yangu, mambo freshi. Ambiwe ni ile idhini hivi sasa itoke. Idhini ikitoka basi mambo yanakuwa mazuri. Yani mambo yanakuwa tunakwenda mbele, tunasonga mbele. Forward ever, backward never. Kiwa mtaani gumzo lote Bahari. Wengine ni walelema, wana nguvu, si wenzetu, wasemalo washasema. Baba mkubwa anipenda mimi sababu ya bahari. Likoni feri bahari. Karibu tunapoendelea kusikiza Bahari FM. Mwenzangu, sina shaka mambo ni mazuri kwako. Karibu kwa kauli ya leo. Ikiwa kauli ya leo tumeweza kuiomba kutoka kwa Wazigua. Wazigua ni kabila kutoka eneo karibu na Bahari Hindi baina ya Dar es Salaam na Tanga nchini Tanzania. Mwaka wa 1993 kulikuwa na census na idadi ya Wazigula ama Wazigua ilikadiriwa kuwa 355,000. Lugha yao ni Kizigula. Wazigua ni mojawapo ya makabila ya asili ya mkoa wa Tanga, na Wazigua ambao lugha yao ni ya jamii ya lugha ya Kibantu yasemekana wamekuwepo mkoani Tanga wilayani Handeni kwa karne nyingi zilizopita. Methali hii tunayoiomba leo kutoka kwa Wazigua inasemaje? Fungo alikosa mkia kwa kulala. Fungo alikosa mkia kwa kulala. Ipo hadithi katika hadithi za Kizigua na Kinguu pia isemayo kuwa kwa sababu ya usingizi wake Fungo alikosa ama aliupoteza mkia wake. Methali hii inaonyesha hasara ya uzembe na kuchelewa mara nyingi. Hasara ya uzembe na kuchelewa mara nyingi. Hali hii inaweza kumkosesha mtu mambo mengi mazuri ama kupoteza maslahi yake ambayo yangemfaa baadaye. Methali hii hutumika kama onyo kwa wazembe. Asanteni Wazigua. Safari yako mwenzangu, siate kunikumbuka. Idhini ikitoka tunaambiwa goalkeeper mtoto wa kike kutoka huko unaitwa Tezo. Antikazo huyo kaanguka alafu kaja nambari 2 mtoto wa kike mtawalia kutoka kule Tsuini, mama ya watu huyu. Mama Kiaminato kutoka Tsuini nambari 2 leo anacheza. 3 ni Jumaa Zoa wa Mabungo. 4 tukimwachia conductor mstaafu kutoka Kaleni Giriama kwa Kidunga Ajeni. Alafu 5 anakuja mtoto wa kike wa 3 ndani ya kikosi leo ameamua kabisa. Mwanapili kutoka Jomvu kisha 6. Hiyo ni 5 kwa Mwanapili wa Jomvu. 6 tunamwangushia Magushe kutoka upande wa pili kule Vidungeni. Bakei wa Bate anacheza 7. 8 ikichezwa na Adibayo sauti kubwa kutoka Kibokoni pale. Kisha 9 tunamwachia Bunda Mwenga kutoka Bate. Nambari 10 ni kapteni wa kikosi leo tunamvisha jezi DL yani Daddy Lava G Baba
fundi konde akiwa Mkongani pale base. Alafu anakuja nambari 11 tu kufinika wale bora 11 bora, na Kazungu Mwahera akiwa Ngomeni Milimani bench. Yamekaa majina tajika kama Zee Zima, Mzee Goa Kombora kutoka kule maeneo ya Mabatani, na Hodha Alam Swafi akiwakilisha Kinarani akiwa Magodi hivi sasa, na Salim wa Mtongwe mzee mzima huyu. Kikosi hicho bench inapokamilika, wasaidizi mkono kushoto ni Jumaa Ngare akiwa Bomani, mkono kulia ni Rashid Abdallah akiwa Tuliani Eshu kule. Otherwise daktari ni jina kubwa zaidi ya kubwa, anaitwa Ahmed Nasor Hamis Mkinai kutoka katikati mwa jiji la kifahari Mambrui. Alafu tusemeje, mambo yanakuwa freshi. Coaches ni Manjoji akiwa kibaoni kule Marafa. Anakuja meneja wa kikosi Wara wa Mjanaheri. Kisha tunaongozwa kushangilia na Modi wa Milalani ama Muhammad wa Milalani. Mambo yanakuwa ya kuiva hapa. Katika yote nyimbo zilikuwa 3. Nyimbo ya 3 Rose Muhando aliimba Bigale, ikabaki na kura moja peke yake. Nyimbo ya 2 Lesu Wanyika waliimba Kasuku, ikaangukiwa na kura 9. Alafu ndani ya 9 zile tukichanganya na ile moja ya Bigale zinakuwa kura 10. Tukitoa 10 katika 200 zinabakia kura 100. 100 votes zikaangukia kibao Laila Rashid aliimba Sina Muda Huo. Shairi zito, shairi la kukomaa na la kupevuka, lakini ndani ya yote unaposikiza maneno, unaposikiza ujumbe, unaposikiza biti. Tafakuri ya siku ni azime sikio. Kuna rubani mmoja wa ndege alipata ajali akiwa angani. Wakati ametoa macho na hajui nini cha kufanya, aliamua kupiga simu makao makuu ya airport ili kuwajulisha. Kabla hata hajashika hiyo simu, ndege hiyo ikaanza kushika moto. Hivyo wote, yeye na abiria wake, ikabidi waanze kutafuta jinsi ya namna ya kujiokoa. Wote wakachukua maparashuti na kuiacha ndege. Lile parashuti sasa lilimpeleka yule rubani mpaka baharini katikati ya maji. Hivyo ikamlazimu kuogelea ndani ya siku nzima. Kwa bahati nzuri, alibahatika kufika kwenye kisiwa kidogo akiwa peke yake, na kisiwa hicho kilionekana kabisa hakuna mtu yeyote aliyewahi kuishi. Maajabu ya kisiwa hicho sasa, ilikuwa ina kabonde kadogo ambayo ilipitisha maji safi na salama ya baridi ambayo yalikuwa hayana chumvi. Mshikaji kutokana alikuwa na kiu, aliyafakamia yale maji, na usiniulize mimi kivipi jamaa ametoka kuogelea baharini na kiu ya maji. Niache niendelee na story. Baada ya kukata kiu yake ya maji, ilimlazimu kuchukua majani au matawi ya minazi ili kutengeneza sehemu ya kulala pa kujistiri na kuwasha moto kwa njia ya kupekecha kwa ajili ya kula na kujilinda dhidi ya wanyama hatari wanaoishi ndani ya maji. Hivyo kutokana na uzoefu wake wa muda mrefu wa kukaa angani na kujua masuala ya baharini, alijua kabisa ili eneo alilopo hawezi kupata msaada wowote wa meli au boti, kwa sababu yupo katikati ya kisiwa kidogo. Hivyo meli na boti huwa vinapita mbali sana na eneo alilopo yeye. Hivyo rubani huyo alikaa ndani ya wiki hizo 2 pasipokuwa na msaada wowote, mpaka akajihisi kuwa ni mtu mwenye mikosi na laana maturubai, ambaye ametupwa kwenye dunia ya peke yake ambayo haina msaada wowote wala mtu yoyote wa kuzungumza naye amshauri nini. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuvua samaki na kwenda kuwachoma, na kutokana na uhafifu wa kuni, kwani kuni zilikuwa zinakaribia kuhisha, hivyo ilimlazimu baharia huyo kuutunza moto na awe anautumia usiku tu. Kuna siku sasa jamaa huyo alielekea bondeni kwenda kujitafutia samaki kwa ajili ya chakula na maji ya kunywa. Ghafla akasikia sauti ya moshi mkali, ikabidi arudi chap chapu kwenye kiota chake. Na alipofika sasa, kwa bahati mbaya, ule moto alioufunika ulipeperuka na kuchoma kibanda chake na kuni zote ziliteketea. Hivyo alikuwa hawezi tena kula
wala kuwasha moto. Jamaa alilia kwa kugalagala huku akilalamika, Mwenyezi Mungu, mbona umeniacha? Alilia kwa muda mrefu hadi usingizi ukampitia, na baada ya masaa 5 alikuja kushtuka. Aliona kuna meli inamfuata, na ilipofika eneo lake ilitia nanga na kuna watu wakashuka. Akawauliza, jamani, mmejuaje kama mimi nipo huku? Wakamjibu kuwa tulivyokuwa kwa mbali tuliona kuna moshi mkubwa sana unafuka, hivyo sisi tumekuja hapa kupata maji, kwani meli yetu ndani ya maji hamna. Ndipo tutazidi kuelewana kama mke wa mlevi. Hawa majamaa kwa nini wanahangaika maji wakati maji hapo baharini? Hivyo mshikaji akapata ukombozi bwana. Wale majamaa wakachukua maji pia, na yeye akapata lift ya kurudi nyumbani kwao. Suti sasa, kila jambo linalokuja katika maisha yetu hutokea kwa sababu maalum, na mwisho wa siku jibu lazima litokee. Hiyo suti ya kwanza. Suti ya pili, Mungu wetu ni mwema sana, tena hujibu maombi kwa wakati wala achelewi. Imeisha hiyo, sema tuendelee kusubiri mvua inyeshe, tutaona tu panapovuja. Tafakuri ya siku. Asante kwa kuniazima sikio. Bahari FM, nuru ya roho. Bahari ya Pwaa, undarira kishaurire mwenye. Bahari FM, nuru ya roho, twakupasha kwa vipande. Meli imetia nanga. Na kweli meli imetia nanga. Mwenzangu, popote pale ulipo, songea jongea, manake nilionayo itabidi tuweze kuyakusanya, tuweze kuangalia tutayabeba vipi, tutaweza kuyadhibiti vipi. Kuna mmoja ameniita hapa kwa fujo, karibu nimchukue nimuulize, haya kunani huko? Naweza kuwa mwenyewe amekosea namba, nataka kupiga fire brigade. Sasa karibuni wenzangu katika meza ya mzunguko. Leo hii tukilikunja jamvi la wiki katika mkao huu unaotukusanya kuyajadili yanayowasibu wenzetu, mangi yakiwa masuala ya kijamii, masuala ya kifamilia, na tusichoke, kwa sababu tumaini la kila anayeleta kisa chake huwa limo kwetu sisi, kwa sababu wengi wameamini tunafahamu pana zaidi ya vichwa vyao wao mmoja mmoja, kuweza kuchanganua na kuweza kudadavua na kuweza kudadisi masuala haya yanayokuwa mazito, yanayokuwa magumu katika maisha yao. Karibuni leo tena. Naona meza iko set, kila kitu kiko mahali pake, na mnapojongea basi kila kitu kinakuwa cha kupendeza. Leo tuna kisa. Jana nilikuwa nimesema kitakuwa kizito, lakini ilikuwa kijaingia, nilikuwa nimekadiria tu, manake Ijumaa saa nyingine kifluki tu kutokea visa vikawa vya kutatiza na vya kukanganya. Visa vingine vingi tumeviona, tumevipokea, huwa tunalaumu yule anayeleta kisa. Tunasema yeye alihusika kuchangia hali zilizomfika, na pengine hiki cha leo chaweza kuwa na muonekano kama huo, lakini isitujalishe. Isitujalishe. Kisa hiki kimeletwa na dada yetu mmoja. Dada huyu mrembo mwenyewe, very beautiful girl. Ana miaka yuaelekea 30 sasa, 29 going to 30. Hayuko mbali. Birthday yake alisema atanialika. So nikishakula keki nitakuja hapa jioni hiyo niwaambie, jamani, nilikuwako ile birthday. Na dada huyu ana masaibu yaliyomfika ambayo yamemliza kwa majuma ya kuhesabu kadhaa. Kweli siku zote inapokufikia
mapema kuchelewa huwa iko uchungu, na kweli hiyo iliweza kumfika. Huyu ni dada ambaye hakutoka kwenye nyumba ambayo yajiweza sana. Kwanza walizaliwa watoto 9, na katika hao 9 wavulana ni 5, wasichana ni 4. Waliosoma vizuri ni wale 4 wa kwanza. Hawa wengine mzee nguvu ilikuwa imepungua, alikuwa ameenda kustaafu, na ving'ombe pia vikaishaisha mapema. Sasa ilikuwa ni kubambanya, lakini walikuwa na akili nzuri tu za kimasomo, akiwemo huyu msichana aliyetuletea kisa. Tukimsifu alikuwa na akili ni kwa sababu baada ya kumaliza kidato cha 4 akajaribu kujipiaka huku, akajipeleka huku, akawa mzuri sana kwa masomo fulani. Shule ili ya pale nyumbani ikamchukua kama UT, untrained teacher, kwa muda. Masomo yale akayasimamia, akapata mwelekeo na mwangaza, akapata ajira ingine mjini, akajipeleka kozi mwenyewe. Yuko kazini lakini anaenda kwa madarasa yale ya jioni, mpaka akapata kadiploma kake. Yani ni msichana ambaye amejipurukusha na bidii. Na kutoka alipomaliza form 4 huku akiwa na miaka 18 na nusu mpaka sasa tunaweza kuhesabu ni miaka 11, amekuwa akihangaikia kujiboresha. Ana kazi hivi tunavyozungumza, kazi nzuri tu, nzuri sana, ambaye rika lake waliotoka katika darasa lake, yeye peke yake ndio ameng'ara. Utafikiri maisha yake yalikuwa anateleza kuendelea mbele. Wengine wote, wengine wameolewa, wengine wamebakia mitaani. Yani ilimradi ndio hivi, very hard working. Huku mjini akaja akatokea jamaa mmoja mtanashati, msafi, mzuri, yani ukimwangalia handsome, anavalia fresh, yani kijana ambaye yuko steady. Utajua huyu hata kishikilia funguo ya nyumba utaweza kwanza kuconfuse ni funguo ya gari, alafu ndio uione vizuri. Kijana huyu alikuwa kimuonaona, lakini kijana nafikiri ndio alikuwa kimuonaona zaidi huyu msichana kwa uzuri wake na utaratibu wake. Kijana huyu akaanza kumfatafata huyu msichana mpaka akatia mazoea, na katika kutia mazoea haya yakaja, wakapata ukaribu mpaka wakawa marafiki. Hapa kuwa marafiki, kijana yeye hakusita. Kila wakati alikuwa kinungunika juu ya nyumbani aliko, msichana kumuuliza kulikoni, ni kipi hichi? Akamwambia ni kweli bwana, lakini mimi niko kwenye ndoa. Lakini ile ndoa yangu, ile mke wangu amenifrustrate sana. Mwanzo hivi sasa ndio mambo ni magumu zaidi, kwa sababu huyu bwana akimwambia alikuwa anafanya kazi na moja ya idara za pesa kabisa katika taifa letu, lakini kulikuwa na migogoro na matatizo kule kwenye kampuni. Sasa yuko livu ile ya kulazimishwa, analipwa nusu mshahara, na mkewe kule amekuwa haelewi. Akiulizia kuhusu mkewe, akamwambia ni mkewe, atawa na watoto, wenyewe wamezaa watoto 3, vitoto 3 vile vyote ni vivulana, na mke yani imekuwa too much, mpaka ni kama ambaye ametoka kwenye ile nyumba na kumwachia mke nyumba na watoto. Urafiki wao na huyu msichana ukajijenga vizuri, mpaka msichana akaona sasa huyu labda hii frustration kule atatoka, nikimzuia vizuri na mimi rika langu ndio ili sirudi mchanga, yuweza kuishia huku kwangu. Moyo safi wa upendo, kwa sababu ya upendo alioonyeshwa na huruma alizokuwa nazo huyu dada akimtazama huyu kijana anavyohangaika, ikabidi amkumbatie, amtie ndani ya nyumba yake. Sasa kijana akawa yumo chini ama ndani ya nyumba ya huyu dada, na dada akawa anamsimamia kwa kila kitu. Nyumba ni ya dada,
kula ni kwa dada. Kile kidogo ambacho alikiita nusu inatoka kule kwenye kampuni alikosimamishwa, ndio eti alikuwa anakitupa upande ule watoto waangaliwe. Upande mwingine, kimtazamo wa mapenzi kati ya wote wawili, huyu mvulana na huyu dada, mapenzi yalishika kasi, yakawa mazuri, yakanoga. Ni bahati mbaya tu huyu kaka alikuwa hajapata kazi. Anatoka kienda kizurura kirudi, lakini mihangaiko yake ilikuwa haizai ajira. Wakapiga mwaka wa pili, hali ni ngumu. Mara inakuja nyakati za kesi, kesi yangu inasimama, tuko kotini sijui lini. Huyu anatoka anasema wanaenda kotini. Dada huyu amejiendeleza tu, akijua iko wakati mambo yatafunguka. Na tukumbuke katika hii miaka miwili, huyu dada, kwa sababu huyu kaka alikuwa amegonga miamba kila mahali, biashara ambazo alikuwa amezifungua anazifanya, akawa amemwachia huyu kaka kuweza kuzisimamia. Amesimamia biashara zake kama 3 hivi, na zinaenda vizuri. Hizo ndio zimeweka posho, hizo ndio zimelipa nyumba hizo, yani ilimradi wako freshi. Huyu kaka amesimamia milango ya huyu dada katika biashara zake. So kwa sababu ya juhudi zile na upendo ambao haupungui anaoonyesha, struggle yake ni kuonyesha kale ka upendo, akawa amemchota kabisa huyu dada katika kapu lake. Lakini shida ilikuja ikazuka miezi 5 iliyopita. Hii ni Novemba, tunahesabu miezi 5. Mwezi wa 5 huko nyuma, yani mwezi wa 10, wa 9, wa 8, wa 7, mwezi wa 6, mwezi wa 5 mwisho. Ilikuwa siku ambaye watu wote walikuwa nyumbani, huyu kaka na huyu dada. Yule aliyeitwa mkewe huyu kaka alikuja akabisha mlango, na alipobisha mlango akawa na wale watoto 3 na masanduku 2. Wale watoto waliingia ndani ya nyumba baada yeye amebisha. Hapa ndipo fulani ilipo. Fulani akiitwa anataka kuhamaki, utahamaki, yani ilimradi mama yule alikuwa ameshaweka yale masanduku ndani ya nyumba, alipita akayaweka na akatoka nje, watoto wakiwaambia haya, nendeni kwa baba yenu. Sasa huyu dada mwenye nyumba hawezi kuzungumza, akampisha huyu kaka, alikuwa mbele yake. Actually alikuwa anataka kuzuia yasiwe mengi katika majibizano, labda kuulizana na nini. Akachukua nafasi hiyo kwa sababu yule aliyewaleta watoto alikuwa ametoka nje, yeye pia akatoka nje. Huyu dada hakufuatilia waliozungumza, ilikuwa mengi tu ya ukali. Haya, watoto wamekuja, wameletwa, wakaingia ndani ya nyumba. Sasa huyu dada hakuzungumza kitu siku ile, labda ni yale maswali tu basic. Lakini baada ya siku 2 kwa kikao, akamuuliza, hai, nieleze sasa kikamilifu ilikuwaje? Manake katika ati zote huyu kaka alikuwa amesema amemwachia ile nyumba, kumaanisha ile nyumba ilikuwa yake. Lakini sasa kwa nini ameleta watoto akakubwagia hapa na bado ati umemwachia ile nyumba? Bwana huyu akasema, mimi nitaifuata ile nyumba, nitamtoa samaki, hakuna sababu ya yeye kubakia kwenye ile nyumba na nini. Akazungumza ukali mwingi sana. Lakini muda ukapita, mwezi wa 1, mwezi wa 2, mwezi wa 3, hajapata ripoti kama hiyo. Kisirisiri, wanawake ni wajasiri, akaamua, wacha nimkanyagie yule mke aliyekuwa mke aliyenitangulia, mamake watoto hawa 3. Alipomfuata yule dada, kweli dada akampatia nafasi ya kikao, na wakakaa wakazungumza. Katika mazungumzo haya sasa ndio lile jibomshell lilipuka.
Yani hii mimba ingekuwa ni miezi 8 na robo, labda pengine ingekuwa kuzaa ni siku ile ile. Ni vile bado yuko miezi 6. Ana ujauzito na mpenzi wake huyu ambaye alikuwa anajua hapa sasa kila kitu clear, kila kitu safi. Huyu atasipopata kazi, biashara zitatuendeleza, tutasimama. Okay. Ripoti iliyopasuka siku ile akimkuta huyu aliyekuwa mke mwenzake mkuu ni kwamba huyu dada alicheka sana katika maswali ambayo huyu dada alikuwa anauliza. Swali la kwanza, mwenzangu nakuja, nitakunieleze kadha. Yani maswali kama 3 ya kwanza aliyouliza yalijibiwa na kicheko. Mpaka mwisho ikasinya, kwa nini basi wanicheka unijibu maswali 3 haya? Akamwambia, mwenzangu, wacha nikueleze, punguza, yani wacha nikusave hiyo pumzi yako. Huyu fulani huyu uliye naye ni mumeo, kijana mmoja mzuri sana, stadi kwa kupenda. Lakini je, ulijua ya kwamba hana kazi maishani mwake? Hajafanya kazi mahala popote. Huyu mchezo wake na tabia yake ni kutafuta wanawake kama wewe. Alipitia kwangu, nilikuwa kama wewe. Kisha wambebe mgongoni, aledenda, akitosheka, yakiharibika, basi ni wakwenda mbele kutafuta mtu mwingine. Msichana huyu akamwambia, lakini sasa itakuwaje? Yeye asema alikuachia nyumba. Akisema alikuachia nyumba, mama msichana akararua, alicheka, pumzi zikampungua. Hivyo ndivyo alivyokuambia, aliniachia nyumba na watoto, na mimi nimerudisha watoto kwake, nimebaki na nyumba. Hata hivi alikuwa yasema yuko katika mikakati wa kukusukuma hata wewe ndio wajipanga kutoka kwenye hii nyumba, lakini naona kambe kwa chelewa na hii story haiko wazi. Ndio sababu nikaja nikasema nikae na wewe. Dada yule akamwambia, ngoja kidogo nikuonyeshe kitu. Akaingia chumba kikubwa, akatoka na faili. Akitoka na faili, ndio anamthibitishia mwenzake ya kwamba ile nyumba si ya yule kaka. Ile nyumba ni yake huyu dada, karithishwa, mamake hajafariki. Kapewa ile nyumba na mamake mzazi. Hata kila kitu, title nini, ziko katika ama ziko chini ya jina la mamake. Akamwambia, sasa hata hii nyumba hivi unavyoiona, yeye kuna wakati alinisukuma sana nibadilishe hili jina ili tuiuze. Lakini kwa sababu jina lilikuwa la mama na mimi sikuwa katika mtazamo wa kuuza nyumba, si nyumba. Mambo yakawa ni magumu, nimenotice hayuko kazini, mambo yake urongo mengi, ikabidi mimi nimwambie, bwana, hebu jipange, utafute mahali utoke. Na je, wajua ya kwamba wale watoto si wangu? Sasa hapo ndio ikawa rumba. Hawa watoto ni tangazo la kwa hali kutatu walikotembea kuacha mbegu, na mambo yakaja yakashindikana. Alipokuja kwa huyu, ilibidi aje na watoto, kwa sababu mwenzetu huyu alikuwa na nyumba ambayo ni yake, alipi kodi na yuko vizuri. Basi aliwapokea na wakaendelea, lakini ilikuwa shida kwa sababu huyu japo ana nyumba, hana kazi kubwa ya kuweza kubebana na mizigo. Bwana huyu alichoka mapema, ama kwa wakati ambao haungeendelea sana, akashindwa. Ndio kuhama, akampata huyu dada. Huyu dada stori yake imefikia hapo. Ana jamaa ambaye ni tapeli wa mapenzi. Alikuwa peke yake, yasaidia, faida yaonekana katika usimamizi wa biashara anazofanya. Kweli, correct. Sasa kuna timu ya watoto 3 ndani ya ile nyumba. Mdogo na miaka nafikiri 6, mwingine na miaka nafikiri kama 8 labda, mwingine na miaka kama 11, 12, wavulana. Na yeye ni mjamzito, mwezi wa 6 wa 7 anaelekea labda. Na huyu jamaa
Sasa amenyamaza, hati amwambie atoke, sijui kuna mahali kutavurugika katika ule usimamizi kwanza, mpaka weke mikakati, labda sijui yuamfunga vipi, kumfungia majukumu aliyompatia katika hizi kazi. Manake kama ni kubebana na mtu kama huyu, angekuwa yuajisimamia, yuachangia, yuawajibikia mizigo yake. Lakini mwanamume dume hili, sijui tunalihitaji jitu kama hili, simtaki hata senti mbili. Namtoaje huyu jamaa, namtokaje, najitenga vipi na yeye? Ndiyo swali ambalo leo tumeweza kupatiwa. Na unapolitafakari swala hili, basi kumbuka tuko pamoja, ngoma tuicheze. Manake ndani ya yote mwenzangu, kwako kwangu, hili ndilo tulilo nalo. Tuchukue dakika 2 kulitafakari, muda si mrefu turudi tuangalie tunamsaidia vipi. Mjini tunawakilisha, vijijini tunafahamika, vitongojini twaeleweka, na mjini twatuliza. Bahari FM. Ukiwa mtaani gumzo lote bahari, wengine ni walelema, wana nguvu, si wenzetu, wasemalo washasema. Baba mkubwa anipenda mimi sababu ya bahari, Likoni feri bahari, na hufanya watakalo, lakini sivyo kimambao. Redio yangu Imsaki kwa bahari, haiwezi kwenda popote, ni bahari pale pale bahari. Ndio maana Bahari FM, wewe kwetu ni maridhia. Bahari FM, nuru ya roho. Bahari ya Pwani. Ndiyo, tukaribie sasa kusongea kuangalia ni vipi tutaweza kumsaidia mwenzetu huyu, kisa kwa jinsi ulivyokisikia. Uzito wake ni tunatafuta technique ya kuweza kumnasua huyu dada katika swala hili ambalo limemkaa kooni. Kisa amekieleza kwa uzuri katika njia za kueleweka, na ni katika uzuri wa utaratibu huo tunaposema karibuni, jongeeni, tuweze kumfaa pale tutakapoweza. Organic, wewe umenyamaza muda mrefu sana, hata hatujui kama uko ama haupo, lakini ndani ya yote ukumbuke hisabu zako zipo hapa bahari. Anaitwa brother Organic we. Bahari, hello. Halo Bahari. Naam. Alibaba kutoka Mpatani. Ndugu yangu Alibaba, habari ya leo? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Mapenzi hadaa. Dada yetu Mpatani na karubandika. Huyu ni karubandika kweli huyo. Lakini huo chambele chao watu ni mwiba kujifunga, waambii pole. Ndio. Kulingana na mtu huo, ukishafanya na urafiki kwa muda, ndio huo unachunguza makao yao ni wapi, yani asili yake inatoka wapi. Asili yake ni wapi, watu wake ni kina nani, maskani zake ni zipi. Ajabu, yeye anajibandika mzigo tu kusio nakata. Blindly. Maanake muda huo wote haja muonesha huko huko nyumbani, huyu shangazi yangu, ni mjomba, huyu mama. Bwana we. Amependa wewe mtipige tu. Kulingana vile wapenda, mimi naona amwache tu aendelee kukaa naye. Aendelee kukaa naye tu. Aendelee kumketeza tu akaa naye tu. Kulingana vyapenda, alafu ashakuwa yani kama ambaye anamwajiri kazi. Ndio. Lakini huyo si mtu mwema kabisa. Naam. Si mtu mwema, wakati wote uweze kumgeuka, japokuwa ana nyumba yake, aweza kumgeuka wakati wote. Ndio. Angemuuliza ule mtu mwenzie, formula aliyotumia kumtimua ni ipi? Ndio. Kuliko kujisipoti. Lakini mimi nilikuwa nasema kama yeye amemchoka kikweli kweli, hayumo rohoni. Naam. Angetumia mbinu tu za kusema ukalia deposit katika nyumba tu wala ambao wako. Ndio. Deposit kiisha, afunganye virago, nirudi kake kwao nyumbani.
Ndio. Hata kama kisoma manake iweze kulala na dada zake, za kulala varanda kwao. Alafu tumuone huko karabandika na mzigo wake atakwendea wapi? Lakini si mume huyu ambaye ana mapenzi ya halisi kabisa. Ndio. Manake amemwadaa kwa muda mrefu. Mtu Naam. huyo jieleza kabisa kwa mimi mzigo wangu ni mahali fulani, na mahali fulani, familia yangu ni na hali halisi aliyo. Kwa nini ajigeuze? Kwa hivyo huyu si mtu mzuri. Ndio. Lakini kuzungana vile na mimba yake. Na bado yapenda, acha kaya naye. Hapo nishukuru wenzangu. Asante sana mtangulizi wetu ndugu yangu Alibaba. Asema kwa utaratibu tu. Huyu ni kuachana naye. Bahari, hello. Halo, habari ya Bahari? Nzuri. Naongea na Juma Guo nikiwa Likoni Shelby. Juma Guo. Nikiwa Shelby. Haya, karibu babu. Mimi kwa ushauri wangu. Na mwambie madam yangu mnilie tu alikuwa kuona mimba ya jamaa. Nilitoishi naye tu kwa vile kuna zile kazi tu ile kazi tu asimamia zile kazi zake tu aishi naye tu tayari amemilie kile aliyote amejua kule kusule msemo zake. Yes, masi asimchukie tu amemilie naye tu aishi naye tu. Ushauri wangu. Asante sana babu. Wenzangu watasemaje? Ndio, haya, wacha tusubirie wengine. Haya. Nafasi ni ya kwako. Na saa limevuka. Miaka 17 ya utangazaji bora. Kwa muziki mzuri, vipindi vyenye mnato, habari za utendeti na kuaminika. Bahari FM, nuru ya roho. Bahari FM, miaka 17 ya utangazaji bora. Nuru ya roho. 0713600931. Upendapo 0737940940. Akishapanga Mola hakuna wa kupinga, kwa utulivu ujalia heri maishani. Ndege kapata kiota, hapa ametua, chuoni alomchagua, matini yamempata, sote twafurahi ya malozi. Uchumba ni ishara kamili ya kwamba kuna mapenzi ya kweli. Inshallah harusi twaisubiri. Jamani babu umepata sonara kutoka mandani, thamani yake leo ni meru, sote twafurahi. Hatini yamepata wakumuenzi wake ni choni, Mola ameshaweka muhuri, hatuna usemi. Mama Gladys Choni
maisha leo kwetu mandani. Kaka Alexi, Godwin na Newtoni, hata na Frida rafiki wa dhati, wanamshangilia mahalozi yenu Johnny na Martin. Jamani, dhahabu imepata sonara kutoka mandani, thamani yake leo ni maru, sote twafurahi. Martini amepata wakumuenzi wake ni Johnny, Mola ameshaweka muhuri, hatuna usemi. Sakso, solo, Utama music, Robika Cabrayo. Upera mandani. Jamani, dhahabu imepata sonara kutoka mandani, thamani yake leo ni maru, sote twafurahi. Martini amepata wakumuenzi wake ni Johnny, Mola ameshaweka muhuri, hatuna usemi. Jamani, dhahabu imepata sonara kutoka mandani, thamani yake leo ni maru, sote twafurahi. Martini amepata wakumuenzi wake ni Johnny, Mola ameshaweka muhuri, hatuna usemi. Bahari ya Pwaa. Bahari, hello. Halo. Halo, kaka. Nimesha kuuliza kitu hapo. Nauliza ili pato linalopatikana katika mshahara wa dada yetu. Na huyo shemeji yetu karubandika hapo anaposimamia hizo biashara. Likichanganywa ili pato laweza kumudu matumizi ya watoto waliokuja nao watatu na wao ambaye yuko katika tumbo. Na wao kaishi vizuri. La toshea kwa shida. Kwa kujibana bana. Kwa kujibana bana. Lakini watoto wanaweza kusoma na kusoma ni mtihani mrefu sana. Hapo ndio panapogonga hiyo hisabu. Kwa sababu hii biashara ambayo bado ni ya huyu dada na kazi ambayo huyu dada anafanya ndio pato lililopo peke yake katika hii nyumba. Ndio, nishakuelewa lakini sija kuelewa vizuri. Hilo pato linaweza kumudu kulipa nyumba, kusomesha watoto na kusomesha watoto halitaweza fuli. Watakula, watakaa kwenye chini ya bamba, lakini kusomesha hatutaweza kupa hesabu. Na hata dharura ya ugonjwa ikija ya kuzidi pia hapo kuna kokoro. Itabidi dada akimbia atafute mikopo labda. Sasa wana mzigo mzito. Ndio kushirikiana naye ambaye yeye alete peni na yeye alete peni. Naam. Kusudi maisha yasonge mbele. Afadhali kama angekuwa amejieleza mwanzo vizuri kabisa. Huyu mwanamke akawa amejiandaa. Lakini amekuja kitapeli huyu bwana si mtu kukaa na yeye. Ndio. Afukuze biashara atafute mtu mwingine hata kama ndugu yake asimamie biashara. Njia kumfukuza ni yeye arudi kwao nyumbani. Naam. Dada yetu. Sasa amwachie na mizigo yake pale katika hiyo nyumba, default ikiisha wafungiwe nyumba, atafute mahali pa kwenda kuishi. Maana watoto wana wazazi wao. Watoto wana wazazi wao, lakini pili hawezi pia kumwachia ile nyumba kwa sababu ile bwana akiwa pale ni mashati tu yake. Mashuka yote, godoro lote, vyombo vyote ndani ya ile nyumba vya huyu dada. Hata hiyo kodi ya huu mwezi atakosema niwachie hapo ni yake.
Sasa akisema yeye ondoka waachie, atakuwa yafanya nini yani? Huyu bwana hana hata shuka moja, ni mashati tu na masuruali. Na watoto wale walikuja na masunduku yao matatu pia ya nguo. Ni kumtoa tu, ya kutumia mbinu zote kumtoa, hata kama ni kwa nguvu. Atumie njia zote lakini amtoe. Amtoe kabisa. Ndio. Maana hata sahihi yuko karibu na kuzaa. Alafu mbali na hapo azakuwa yu hapo yuishi vizuri, atajimudu kabisa, dada ende mbio kujifua. Lakini hapo kulingana yeye na macho ya juu kama lumbwi, atakwenda tafuta mzigo mwingine pia ulete. Ndio hapo sasa. Sasa ni kuhofia usalama wake. Kwa hivyo ni afadhali atengane naye kwa njia yoyote. Maana kesho waje wana kidoa, ni ndio tukarange. Ni kumfukuza tu. Maana watazidi sioni kama kweli huyu atatafuta mahari ajalipe huku kwao. Ili aoe na ndoa ya halali. Sioni kabisa. Huyu ni mchezaji tu. Ni kumfukuza tu. Aanze maisha yake mapya. Aende akaanze upya mahali. Sawa, acha tupene nafasi kwa wenzangu. Pengine naweza rudi. Sawa babu, asante. Ni nyongeza nzuri hiyo kutoka kwa mtangulizi Alibaba Bahari. Hello. Hello Bahari. Naam. Vipi? Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salama. Vipi hali gani? Kwema. Huyu bwana. Waitwaje mwenzetu? Mimi naitwa Gona. Gona, uko wapi leo? Leo niko area la Miritini huko Mzunguko. Karibu babu. Mimi naona cha kufanya huyu bibi. Huyu bwana si mtu wa kukaa na mtu kulingana na vile nilivyokipata kile kisa. Ndio. Kwa sababu kama wewe unaweza kuwa na watoto nje na ukosa kumwambia yule unaishi naye. Huwa hata ukiwaleta huwa kuna kuishi mzuri hapo. Ndio. So chenye anaweza mfanyia ili amuudhi, niamwambie bwana nilikuwa na mazungumzo na wewe. Atafuta wakati mzuri washakula chakula wamemaliza hivi. Amwambie bwana una ujauzito wenye unasema nimekaa na wewe ni wako, sio wako. Ni wa bwana mmoja mwenye nilisoma naye kule wakati nikiwa shule. Ndio tulionana na yule bwana. Ndio. Sasa na mimi naona kuishi na wewe na nikwambie huu mzigo ni wako na sio wako. Yes. Nitakuwa ninafanya vibaya hata kidini. Ndio. So mimi naona wewe either uende nibaki na yule bwana ama uamue kama utalipa renti nikuachie hii nyumba na watoto wako wewe uishi. Zile biashara zangu kuna mtu ambaye nitamkabidhi azisimamie. Manake huu bwana ana story ngumu sana. Waume ni sisi lakini lo yake pevu. Hii yake ni kali sana. Pevu kabisa hii. Hii pevu mzee. Kabisa mzee. Asante babu. Haya yangu ni hayo bwana. Acha tuachie wengine wachangie bwana. Asante babu. Shukrani. Ndugu yangu Gona asema bwana waume ni sisi, lakini hii ya huyu jamaa hapa ame outplay wengi. Wengi. Sasa Bahari, hello. Okay. Tuwapo tayari. Nambari zetu 0713600931. Upendapo 0737940940. Bahari, hello. Salamu alaikum. Salama babu. Mohamed Mkuyuni. Mohamed Mkuyuni, karibu ndugu yangu. Sawa. Nasema hivi. Huyu mwanamke atumie mbinu zozote. Ndio. Lakini huyu jamaa amtoe pale ndani kwa sababu huyu jamaa atakuja geuka huyu. Huyu jamaa. Atakuja geuka, kwa hivyo atumie mbinu. Pia mwambie sikiza bwana, mimi nikwambie kabla mambo hayajakuwa makubwa.
tungo bwana ya jamaa mwingine. Alafu hii miradi yote yanayo hapa ni yake. Ndio. Kama wewe uko hapa ndani alafu yule akija kiona, maana akija kuja kuona, lakini akija kuona hapa ndani ya okay. Ataona ni ngumu, kwa hivyo afadhali nikwambie kitu mapema sije ikaja hapa kaleta vurugu. Kwa amgeuzie gea mapema. Amdanganya tu, atatoka tu. Amwambie tuko kwa watu hapa. Hivi vitu vya watu ta mwenyewe. Kwa hivyo akija kuona hapa tutaleta vurugu. Kwa hivyo mimi na wewe afadhali tuachane. Ndio. Hiyo tu basi yatosha. Watu wasikize wengine. Haya, asante Mohamed. Amchenjie gea, amwambie bwana mambo ni mazito sasa. Mwenyewe anakuja kutoka huko alikokuwa. Sasa juu kwa juu hapa tujipange upya. Ukweli ni kwamba Shabiki ina give. Sasa pokea hii zawadi ya Jiomoshe Kirubani. Chagua game yako na uone tukigive. Cheza Jet X, tuna give. Unacheza hydroplane, tuna give. Una fly na aviatrix, tuna give. Shabiki ina give 100k katika zawadi za kila siku. Yani hii ni 100k in daily cash prizes. Kuwa rubani my friend. Download app ya Shabiki on Play Store na uenjoy kutawala skies. Ukikamata wins zako instantly. Gaming is addictive. Cheza responsibly. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Shabiki.com imeidhinishwa na kudhibitiwa na BCLB. Nambari ya leseni ni PG0001082. Viusasa inakuletea filamu bora za humu nchini, vichekesho, filamu maarufu na telenovela kwa lugha yako. Na sasa unaweza kushinda pesa nyingi na jipange na Viusasa. Kuna zawadi ya shilingi 50,000 kila siku, shilingi 500,000 kila wiki na zawadi kuu inayoweza kubadilisha maisha yako ya shilingi 2,000,000. Ni rahisi kushiriki kwa shilingi 50 peke yake. Nenda tu kwa M-Pesa Paybill namba 724177. Weka namba yako ya simu kama account namba yako ili upate content yako na pointi 50 na unaweza kuwa mshindi. Jisajili mara nyingi uwezavyo. Kumbuka, jinsi unavyoshiriki ndivyo unavyoongeza nafasi yako ya kushinda. Sheria na masharti kutumika. Cheza kistaarabu. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imeidhinishwa na kudhibitiwa na BCLB. Nambari ya leseni 0000276. Wakenya, hapa lazima tukubaliane. Hizi barabara zinaweza kuwa very wild, lakini ride yako lazima iwe safe, reliable na yenye kukujali. Sasa nauliza, umesikia kuhusu Wigo? Hii ni app ya kawaida tu. Wigo ni ride hailing app mpya na ina change game hapa Kenya. Wana focus on what really matters: safety, trust na peace of mind. Hayo mambo matatu. Unapeleka mtoto shule, unaingia meeting town, ama pengine unaenda date yako jioni fulani hivi. Wigo iko na verified drivers, live trip tracking, yani unaweza kuangalia na ukajulikana uko wapi wakati wote wa safari yako, masaa 24 ya siku. Hakuna kurisk na random rides. Na the best part, kama rider ama customer unarudishiwa pesa, yani kuna cashbacks ukisafiri na Wigo. So Wigo ni win-win, mwenye kukupeleka, mwenye kupelekwa, kuna cashbacks na Wigo. Ladies, najua safety ni namba 1 concern kwenu, na Wigo imeshughulikia swala hilo. Drivers wao wamevetiwa vizuri sana, wametrainiwa vipoa kabisa na wanajulikana. Si utulie tu kwa ride yako ukiwa na peace of mind. Kama wewe ni student ama ni msee wa 8 to 5 hustle, Wigo ni digital fast. Yani Wigo ni namba 1, fast na convenient. Sijui kama kuna sababu ya wewe kuendelea kushika mabodaboda na mastresi kibao. Basi usibaki nyuma. Download Wigo kutoka Play Store ama App Store
ama utumane SMS ya neno we go kwa 20425. Chukua ride inayokujali, a ride you can trust. We go. Let's go. Vieux Nabiso, Monsieur le ministre Hugues Ngolondele, Tikato Mbela Lisusu Maman, mais autre Balelo, et les gars autres le Bagilobi, hein, Charlotte, les abongotés. Joyeux anniversaire. Longévité, Yassol, amour, ouais. Anissa, amour fou. Na bandeli ya mumbala misato, boya ngandelo kweluti moto ya. Na bandeli ya mumbala misato, boya ngandelo kweluti moto ya. La parole faite chercher Jésus, l'amour à personne c'est Anissa. Mama Hugues Henri, bébé Ngolondele, chérie naye. Bonheur, richesse, longévité, amour, exclusivité. Mama Hugues Henri, chérie nanga. Anissa mama mwana nanga Hugues Henri. Nasira leka nanga bolimwa moitié. Suki awa Sopana na maloba demi mesure Yamana benga kayo bébé chéri mama Mama la pesa yo kitoko na nga ya kati pe libana exclusivité Anissa zwano na ye exclusivité Yo lingi nine exclusivité Na boy malungu na matiti Pene ya nini tananga Bolo yangu Azali nzoto wazo kipete mama kasi puna Webweke mama Hugues Henri Azali songe na lotaka tane somi Laetitia Basembe Jopumba na Yves Njoli le bouclier Lipasa bambongo na Jobu Alega na Eric Nombasi Anissa ye Chef Yokomisa Ngalokola Mwana mokeya elelaka biso Bonbon Chocolat Amour na rekomi elengi Yango na boiba Sentiment bolingo yo Bona benga Cheryl Manwana Bona benga Eric Moulango Bona benga Imad Kojok Ya Didi Was Patrick Bachelot Marquis Kidiani Anto Ilva Sexy Céline Mouissange Sina leka nanga bolimwa moitié Nala pana ye Nala suki awa Nazapa nanga balova demi mesure Yango na benga kayo bébé chéri mama Hugues Henri Napesa yo kitoko nanga ya kati pe libanda exclusivité Anissa zwano na ye exclusivité zwano na ye exclusivité chéri nanga ye Anissa mama mwana nanga Hugues Henri bébé nanga ye Anissa mama mwana nanga Hugues Henri Kagaboy Yoka Biso Monsieur le maire Hugues Golden Ngolondele Yabata Mama Ninel Mango Kagaboy Joyeux anniversaire Mama Ninel Happy birthday Anissa Botama et l'amour Happy birthday Mama Anissa Mama Punya boya beba boame Anissa Yoka Biso Kagaboy
tolobi kaka boye elmara kaka boye kaka boye. Una trust nani na vitu zako za maana sana? Kukupelekea watoi shule na kuwarudisha pia home, kutuma package ya maana, ama kukupeleka job, airport au ile late night plan? Here we go. Wigo! Introducing Wigo, the most reliable and rewarding way ya kusafiri. Madere wako poa, verified na professional. Alafu unapata cashback kwa kila trip. Ukiwa ndani ya gari, unafeel uko kwa ka upgrade. Download Wigo from Play Store ama App Store or SMS Wigo to 20425. Wigo, let's go. Wahenga walisema mgaga na upwa hali wali mkavu. Wavyele wakasisitiza mwenda tezi na omo marejeo ngamani. Ndo maana Bahari FM, wapwani wameamua nuru ya roho. Okay, Bahari, hello. Hello. Asalamu alaykum tena. Salama vipi? Nashukuru Ehe. Sasa hii kesi Naam. mimi kiupande wangu nimeichunguza nikawa na inahitaji utaratibu. Yahitaji si kitu cha kukurupukia. Yes, kwa sababu katika hii dunia kila mtu na mtu wake jamani. Naam. Unaweza kuona mtu ameishi na wanawake karibu 10 lakini akajadumu na mwanamke wa 11. Ndio. Hilo tulikubali. Halafu tabia ya mtu kudhibitiwa na mtu. Ndio. Hata kama huyu bwana katika historia yake amekuwa na aina ya hivyo vituko, lakini tumwangalie mara mbili, kwa sababu tangu alivyokuja hapa mpaka huyu mwanabibi amekuja kupata ujauzito, huyu bwana katika biashara zile hajaonesha hasara ya aina yoyote, maana sikuisikia katika kipindi. Ndio. Wala hajaonesha udhaifu wa kutofanya kazi alizoachiwa kwa njia yoyote. Hajakuwa na tabia ya kuhonga wala kufuja. Huko hatujapiga darubini, hatujapata story hiyo. Sasa upande mwingine wa pili tufikirie kwamba huyu sasa hivi anakwenda kuwa baba wa mtoto wa huyu dada aliyembeba. Mtoto huyu hajui wala hatukujajua baba yake ni tapeli, isipokuwa ataishi na kuheshimu akijua huyo ndio baba. Sasa tunapomfurusha, je, na hii mimba itakuwa si yake tena? Huyu mtoto atakuwa hausiani naye tena? Lazima tuangalie kote kote. Na je, kama huyu mwanabwana hapa ameona maisha niliyopitia tosha, ngoja nijirekebishe, tutajuaje? Mimi naona huyu dada badala ya kuchukua hatua ya kusema amfurushe, asifanye hivyo kwa sasa. Kitu cha kufanya, hatua ya kwanza ni huyu dada ahakikishe zile rasilimali ambazo amemkabidhi huyu bwana anakuwa nazo macho. Kitu cha kwanza, vile vitu ambavyo huyu bwana zote anavimiliki pale kwa wasiwasi wake, avifanye virudi katika mikono yake kwanza. Kisha akae na huyu mume chini. Akishakaa naye chini, amueleze kiutaratibu kwa hekima na busara, kumwambia, bwana wewe, mpaka kufikia sasa mawazo yako ni nini, au maisha yetu yanaelekea wapi? Kitu cha kwanza ni fungulie ukweli wa maisha yako. Amtake tu ule ukweli, amwangalie huyu bwana atasema nini. Kwa sababu mnyonge na haki yake pia tuiangalie. Leo tukisema tumfukuzi ashike njia ende zake, mtoto kesho atazaliwa. Je, utamuita jina lako wewe mwenyewe, useme hana baba alikufa? Itakuwa ni dhuluma kwa upande mwingine. Katika hisabu za huyu mama kama alivyotamka, ni kwamba huyu bwana amekuwa mzigo wa kumpasua yeye roho. Kila lolote linapotokea, badala ya bibi kumuuliza bwana, ni bwana yomuuliza bibi. Heri yeye huyu bibi kwa nguvu ya pale alipo amlelee mtoto wake yeye peke yake, kuliko kuwa na nyumba yenye watoto ambao wana mama zao na baba yao hajawajibika. Very good. Sasa hapo nakuelewa. Yes. Na ndio maana nikasema tumnyonge lakini pia tumwangalie. Okay. Sasa
katika yale majukumu ambayo huyu dada yanamuumiza, ndio pale nilipokasema ni bora akae chini na huyu bwana. Ndio. Akishakaa naye chini, bwana wewe nieleze ukweli uko wapi kuhusu hawa watoto na maisha unayoishi. Asimfiche. Kwanza nimegundua huko kuajiriwa, ulinidanganya. Ndio. Ile nyumba unaoniambia ni yako, sio ya kwako. Ndio. Hawa watoto unaoniambia wametoka katika nyumba ile, sio wa nyumba ile. Je, mpaka kufikia sasa fikra zako ni nini? Kwa sababu mimi nina ujauzito. Ndio. Sina baba, mtoto hana baba, baba ni wewe. Umepanga nini au unafikiria nini au unataka tufanye nini? Amsikize na yeye kauli yake, lakini hiyo itakuwa ni baada ya kuwa ashachukua kila kitu chake kiko mikononi mwake. Huyu bwana hapa kama atashindwa kujieleza na kutaka maisha abalikiwe yeye aendeleze, aidha kutoa wale watoto waregeshe kwa mama zao au ajibike kivyake kule na huko awajibike. Akilikubali hilo basi achukue wale watoto waregeshe kule na huko amudume huu kama mke wake, aamue kujituma. Basi naona atakuwa ni mume bora kuishi naye. Lakini kiwa kanuni hizi atazikiuka, basi huyu dada itakuwa hana budi kuchukua uamuzi wa upande wa pili. Sasa ngoja awe atazungumza naye. Hii watoto kuwarudisha kule huku ilikuwa ni kuwarudisha wapi? Hawa watoto si wana mama zao? Wana mama zao ndio. Hawa watoto huyu bwana si ana kwao? Ana kwao na ama ambako hakujajulikana kufikia sasa. Hakujizaa, alizaliwa. Lazima. Sasa kama mimi nimeona hapa kwangu nataka kulia huyu wangu tu. Ndio. Hawa ni kwa nyanya, ni kwa babu, ni kwa shangazi, ni kwa mjomba. Bwana wewe una familia yako. Ndio. Ili jukumu nataka ulibebe mwenyewe kivyako. Oh yes. Na ukae ukijua mimi pia ni jukumu lako pamoja na kilichotumbua. Ndio. Ikiwa kanuni hizi utaziweza na uwajibike, basi pa kusaidiana tutasaidiana. Ndio maisha. Ndio. Lakini ikiwa hutaliweza shekhe, mimi utanisamee, maana sitaweza. Mimi mwenyewe nina mzigo na niongeze mzigo. Ndio. Amsikize huyu bwana kauli yake itakuwa gani. Na hata licha kwamba atatoa ile kauli, bado aendelee kumchunguza, je, katika kauli yake amedhibiti kuitendea haki au amekwenda kinyume na alipozungumza. Ndio. Lakini kwanza amfungue kumwambia bwana hebu amka, kwa sababu shekhe watu hubadilishana. Uende kawa huyu bwana anazunguka, lakini hapa ni mtu ambaye ameridhika naye. Tutajuaje? Ndio. Sasa tusimhukumu kabla ya kumtaka na yeye pia kauli yake. Tukiangalia kile kiumbe kilichotumboni hakina baba, ni huyu utapeli. Leo tumemfukuza hayuko, mtoto kesho atazaliwa. Je, kwao ni wapi? Okay. Tutakuwa hatujajenga, tumebomoa. Kwa hiyo lazima tuangalie mbele na turudi nyuma. Okay. Huyu bwana huyu mwanabibi huyu bwana alimpenda na roho yake. Kilichokuja kumuudhi ni haya maneno ya watu waliosikia nje. Kuna mawili. Haya maneno unakithibitisho gani ni kweli baada ya kumwambia yule mke mwenzio? Je, kama ni fitina? Tupaangalia hapo pia. Yaani pia sisi binadamu hatutakiani mema. Okay. Tunaweza kusema yule mwanamke kule anasema ukweli, okay sawa, japo ile nyumba alitoa paka stakabadhi ya kuonesha huyu bwana sio yake. Lakini je, na kuhusu hao watoto, hebu tafuta ule ukweli kote, kwa sababu kotini ndio maana ukaambiwa kesi utaka mashahidi. Mashahidi wale neno lao liwe moja. Huyu akipishana na huyu, hapana ushahidi wa kutosha hapo. Lazima kufanya uchunguzi. Sasa dada, katika kuchunguza kwako, hebu kaa kwanza utake kujua haya maneno ya pili uliotoka nayo kule, uje ukae na huyu mume chini. Umpe majukumu yako, uchukue stakazi rasilimali zako za mikononi mwako, hata kama kuajiri kijana ajiri. Kwa sababu kufikia hapa tulipofikia, huyu bwana hajamkosea huyu bibi. Ndio. Isipokuwa ni uvivu na kumuongezea jukumu basi, lakini amemheshimu, rasilimali anaziendesha inavyotakikana. Na hata kama ingelikuwa ni wewe au mimi, bado kutakachotokea kumuuliza huyu bibi ni ndio njia inavyokwenda, kwa sababu huyu bwana hana kazi nyingine isipokuwa ni kazi aliyoajiriwa na huyu mkewe. Sasa kile limetokea jambo linalohitaji pesa, huyu bwana kazi anaifanya ni ile. Je, akamuulize nani kama bosi wake sio huyu? Tupangalieni hapo. Kwa hiyo kuja kumuuliza sasa mwanamke wangu tutafanya nini? Ni sawa, kwa sababu kazi aliyoajiriwa ameajiriwa na huyu mwana bibi, akamuulize nani? Ndio. Kwa hiyo tupangalieni mara mbili kabla hatujamfukuza. Si kwamba sitaki afukuzwe ndio ende, lakini mbona tumfukuze kabla hatujachambua ukweli? Kuna fitina pia huwa zipo. Ndio. Tupangalieni kwa makini. Kwa hiyo mimi wazo langu, dada, kaa na huyu mume chini. Ule ukweli wote ama ni urongo wote uliambiwa kule, mwekee mezani. Asiwe na njia ya kujichomoa, mwambie nataka ukweli. Na ukishaniambia ukweli, hawa watoto mimi kukaa nao urongo, mimi sijalea, nilie nao ni watu mbona.
ndio kwanza natarajia kulea. Kwa hiyo nataka hawa kwa binadamu tu waregeshe kwa bibi au kwa babu, kwa shangazi ama mjomba. Hapa tubaki mimi na wewe. Na kubaki mimi na wewe ina maana kwamba wale uwashughulikie na mimi unishughulikie kama mkeo. Amwangalie ataruka na njia gani. Akilikataa kuachwa, akiamua kulikubali ili ni awajibike, asipowajibika yuachwa, lakini tusimfurushe kabla hatujauchunguza ule ukweli. Asalamu alaykum. Asante babu. Shukrani. Asante. Ndio tunasonga, na baada ya kauli ndefu kiasi kile, tuangalie kama tunaweza kunyongonyeza. We utaniua. Ni sauti moja hiyo ya kibao kitachezwa wakati wowote sasa. Bahari, hello. Hello. Yes. Alibaba, nimerudi. Karibu Alibaba. Kakangu Salim umemtetea shemegi kweli? Lakini wajua vile ilivyokuja kitapeli utapeli. Wajua kitu ni uaminifu, ndio kitu muhimu sana. Si kazini, si mtaani, si kwenye biashara. Ndio. Lakini ile gea alokuja nayo ya ulaghai, hiyo ndio inatuumiza sisi roho kabisa. Ndio. Hatujui haya mapenzi kweli ni ya haki ama ni dau tu watakavukishwa upande wa pili endelee na ile tabia zake. Hatuna uhakika kabisa kama huyu bado ndo amefika hapa. Ndio. Kulingana na vile hichi kisa nilivyokisikia, ni kuwa huyu jamaa hajulikani kwao na ana uaminifu kabisa. Hiyo kujulikana kwao na detail yake ndio ngumu. Maana utakaje na mtu zaidi ya miaka miwili hata basi tuenzetu raundi kwetu, ama kwetu kuna mazishi, ama kwetu kuna kazini yangu, ndugu yangu, you understand? Dry kabisa. Alafu isitoshe tutaka ukweli gani zaidi ya kuwa huyu mke mwingine alikuja akamuonesha stakabadhi na akamwambia watu tusio wao. Maana mtu akikosea huwa yani mwadilifu na mwenye roho ya imani huwa anarudi tena chini, anajieleza kweli nilikuwa ni njia ya kupata wewe, lakini mimi niko na 1 2 3. Kwa hivyo nisamee, ikiwa tutaweza kuendelea kuishi tutaishi. Ikiwa haiwezekani bwana nisamee. Yaani wanyenyekee tu. Lakini yeye kaambia kukutokezea jambo lolote. Paka huyu dada ndo amekwenda tafuta ukweli upande ule mwingine. Kwa nini yeye ashindwe kujieleza? Kwa hivyo si muaminifu jamaa. Mimi sina imani naye kabisa. Twende nalo. Hai, twende nalo ndugu yangu. Twende nalo. Anavyosema ndugu yangu Alibaba. We. Bahari, hello. Narudi tena mimi. Karibu tena bwana. Mimi nasema hivi. Wasemaje babu? Huyo mwanamke bwana amfukuze. Amfukuze. Unaona? Pasio mambo yoyote, kwa sababu atakujageuka huyu jamaa. Sasa kama vitu vyote vya mwanamke chake ngipi hapa, hakuna chochote. Alafu analeta mzigo mwingine. Hata kama pingine wameleta mzigo, ile bibi si kuna mimba. Asio na ule shaka kwamba hii mimba italiwa nani. Kama mimba ina baba pia mwambie Mohamed Nkuna atakubali atailea hiyo mimba. Lakini amfukuze aondoke. Ndio. Hilo tu nimeongezea hapo tu, lakini amfukuze aondoke, asikae hapo. Asikae hapa. Sawa, tusikize wengine. Asante. Viusasa inakuletea tamthilia bora za humu nchini, vichekesho, filamu maarufu na telenovela kwa lugha yako. Na sasa unaweza kushinda pesa nyingi na jipange na Viusasa. Kuna zawadi ya 50,000 kila siku, 500,000 kila wiki na zawadi kuu inayoweza kubadilisha maisha yako ya milioni 2. Jisajili kwa Viusasa sasa hivi kupitia paybill 724177. Weka nambari yako ya simu kama nambari ya akaunti, weka shilingi 50 ili upate content na pointi 60 na unaweza kuwa mshindi wetu anayefuata. Jisajili mara nyingi uwezavyo. Kila unaposhiriki unaongeza nafasi yako ya kushinda. Sheria na masharti kutumika. Cheza kistaarabu. Hairuhusiwi kwa watu walio chini ya umri wa miaka 18. Imeidhinishwa na kudhibitiwa na BCLB license number 0000276.
kumbe wewe ni wa kipekee. Kwa uzuri wako ingekuwa amri yangu, ningekuweka uwe kivutio cha taifa. Hivi Mungu alikuumba kwa udongo gani? Urembo na tabia nzuri, kweli wewe ni wa kipekee. Wewe ndiye nuru yangu kipenzi, usiku kucha mpenzi wanimulikia ma chérie, mon amour, sijuti kukufahamu. Nakupenda wewe kipenzi, chonde penzi usije niacha sole mama. Ma chérie, mon amour, sijuti kukufahamu. Hapo sasa baby, Ruby International Limited, Espoir Bondo Star, Moise Musaliwa. Sijui mpenzi nikufananishe na nini, thamani yako ni zaidi ya madini. Sijali maneno nimeshakupenda, nafunga moyo kwako nimeshafika. Unipe na unipe tena, kila kukicha penzi utaniua. Zuri International Limited, naomba Mungu atulinde tusije kuachana. Napata wapi kama wewe unavyoniweza? Umenionyesha njia, umenituliza mama. Hujawahi acha kweke kipenzi, kwenye shida na raha unanienzi baby. Nitakulinda, takutunza, takupambania. Mapenzi yamenizidi kwako siwezi zuia. Sijui mpenzi nikufananishe na nini, thamani yako ni zaidi ya madini. Sijali maneno nimeshakupenda, nafunga moyo kwako nimeshafika. Unipe na unipe tena, kila kukicha penzi utaniua. Big Fish Daniel Shila, billionaire. Wende yangu fahari na kupenda, sauti yako ya mahaba unanimaliza baby. Sijui niseme nini, maneno haitoshi kujeleza. Sina kikubwa cha kukupatia zaidi ya kukupa sifa zako. Ma chérie, wewe ni mrembo nalela narakaka sijui mpenzi nikufananishe na nini, thamani yako ni zaidi ya madini. Sijali maneno nimeshakupenda, nafunga moyo kwako nimeshafika. Unipe na unipe tena, kila kukicha penzi utaniua. Emmanuel Episcopal na Canada, Bakari Baba Kaskil, Belmondo na New Hampshire, No Parking Las Vegas, Jise Mudilu Museo wa Masuti, Papa. Ikiwa mtaani gumzo lote bahari, wengine ni walelema, wana nguvu, si wenzetu, wasemalo washasema. Baba mkubwa anipenda mimi sababu ya bahari, Likoni feri bahari, na hufanya watakalo, lakini sivyo kimambao. Redio yangu Imsaki kwa bahari, haiwezi kwenda popote, ni bahari pale pale bahari. Ndio maana Bahari FM, wewe kwetu ni maridhia. Bahari FM, nuru ya roho. Okay, wakati wa kufagilia tunaongeza kipi? Maanake ndani yeyote wakati ni sasa, tukusikie alafu tumuongezee mwenzetu mawaidha. Wote tunakimbilia kumshawishi huyu dada ya kwamba atafute njia ambayo nimelipenda. Moja ni afanye vyote aweze kuhakikisha amesecure zile biashara zinazosimamiwa. Akihakikisha zina usalama upande wa kwake, azifunge. Yani azifunge, si ati zisiendelee kufanya kazi. Azifunge, aweke mipaka, azijengee ukuta. Kisha amshughulikie huyu kaka, kumwambia bwana, hapa unatakikana kuwajibika. Sasa wajibu wako unaanza wapi?
urongo mbaya, roho mbaya. Hawa wenzangu wenye mama zao, kwa jinsi ulivyotembea ukatambaa ukaja paka ukafika hapa ulipo, sababu za mama zao kukurudishia na kukupatia watoto wako. Ndio sababu ninazoziona mimi mama kama wao, lakini huyu wangu sitakupa, mimi nitakulelea mwenyewe. Mwisho wa kuisha katika kukulelea mwenyewe, basi hawa wengine kawalee mwenyewe, ama uwapeleke kwenu. Kwa hali ambako ungekuwa umenipeleka kitambo, labda ungekuwa umenitia moyo. Tuanzie na hapo. Lakini ndugu yangu Salim anashuku mengi. Yuashuku, yuasema bwana, hiyo story za kuwa ni feki, fanya uchunguzi zaidi. Labda yule mwenzako aliyekuambia haya yote ni wivu, labda alikuzidishia, hata kama alikuonyesha hati za nyumba. Sasa hapa yanakuwa mengi ya kuaminika, ya kutoaminika, lakini ndio story ambazo umezipokea wewe. Sasa tufanyeje? Tufanye yote 9, 10. Mwenzangu, wapo na nafasi, unaweza kuongezea, manake ndio tufunga hivi. Wahenga walisema mgaga na upwa hali wali mkavu. Wavyele wakasisitiza mwenda tezi na omo marejeo hongamani. Ndo maana Bahari FM wapwani wameamua Nuru ya Roho. Tamati pale tunaelekea. Tukisema asante kuna nyote ambao mumefaulu, mumeweza, mmechangia, tukasikia maneno mawili matatu, kuanzia ndugu yangu Alibaba mpaka ndugu Salimu. Imekuwa kinyang'anyiro leo hii, tukijaribu kutetea huenda huyu jamaa hii ndio ikawa stop yake ya mwisho ya maisha ya ujana na kutoeleweka. Huenda sasa ndio anaenda kutulia, aanze maisha ya kueleweka, awe katika fungu la wale wengine ambao wanahesabika kuwa na utulivu maishani. Hilo ni moja. Sasa sijui kama itakuwa vipi, lakini katika hisabu ya pite na mbio zake zote nyingi, dada, itabidi wewe mwenyewe ujieke vizuri. Unasema zile biashara ulikuwa umemwambia yeye aweze kuzimanage. Sasa tutakachosema sisi ni utafute njia za kuweza kuzisecure back. Katika kutafuta njia, maanake hatujui ni biashara zipi, huku zifunua zaidi kwetu. Fanya mbinu, ukunje management, usimamizi, jicho lako na mkono wako uwe uko juu ya hizi biashara. Zikaushe katika usimamizi wa macho na uwepo wa huyu bwana kabisa. Hii ni jukumu pia ambalo huwezi kulikurupukia. Ni jukumu ambalo paka uende nalo polepole, uchunguze undani wa management yake. Either ulikuwa unachukulia tu juu, ama ulikuwa na uhakika kabisa ya kwamba ripoti ulizozipata kwake ni kama pia zilivyojithibitisha katika mtaji na mauzo. Kisha katika kufanya hivyo, basi tukumbuke ya kwamba unapomkausha kabisa katika hili, katika haya, basi iwe kitu kizuri, kwa sababu unatakana usimame sasa na uweze kukaa naye. Kukaa naye ni kukaa naye kumpatia ubavu wa maoni, mitazamo, fahamu, mapenzi na maamuzi yako. Kama jana jike, hapa hakuna kuogopa, hapa hakuna kufichana. Unapofanya hivyo, ukumbuke utakuwa unaamka upya na unatafuta nafasi ya kuweza kujiondolea kero ambazo unazihisi hivi sasa.
kwa sababu ni wewe ndio naona na wewe ndio natambua hakuna maisha ya kuendelea ya amani uwapo na huyu kaka kufikia hapa mulipofika. Lakini kutoka kwetu sisi tunawatakieni tukila la kheri, muweze ama uweze kufaulu katika yale ambayo utaenda kuyafanya, na ukienda kwa utaratibu mwachie Mungu mengi mengine, utaweza kuvuka na utaweza kupata utulivu unao utafuta. Ingawaje ni kidaraja kigumu hichi ambacho naandaa kukivuka, ni kidaraja kigumu sana, lakini tuna imani ya kwamba utaweza kukivuka kwa sababu nia ipo, na katika nia kuwepo tunaona tu mwangaza. Utaweza, utamanage, amini tu na utaweza, utamanage. Kutoka kwangu mimi nasema asanteni kwenu nyote ambao tumeweza kujumuika pamoja. Tufurahi kukutana tena tujaliwapo katika sheshe mwanana hiyo kesho, na furaha yetu izidi kuendelea kuitwa furaha na izidi kuendelea kuwa furaha. Ambiwe ni hapa leo na kesho tukiwa pamoja bado. Asanteni na muwe na wikendi njema. Kiwa mtaani gumzo lote bahari, wengine ni walelema, wana nguvu si wenzetu, wasemalo washasema. Baba mkubwa anipenda mimi sababu ya bahari, Likoni feri bahari, na hufanya watakalo lakini sivyo kimwambao. Redio yangu imsaki kwa bahari, haiwezi kwenda popote, ni bahari pale pale bahari. Ndio maana Bahari FM, wewe kwetu ni maridhia.